Who must go? Zakayo must go. He must go. A controversial school play, a high-profile arrest, and now police officers firing tear gas at journalists. Let's dive into the explosive arrest of former UDA Secretary General Cleophas Malala over a school play performed by Butere Girls High School. Why did this spark chaos, and why is the government cracking down on students and the press? Let's break it down. Our voice, Gen Z's voice. A generation that is tired of being manipulated by leaders who are busy making empty promises. Promises that even a 5-year-old is able to tell is a scam. Fertilizers for the farmers, free education, a government of the people, for the people, by the people. What people? And we have no voices in our government. Here's what happened. Cleophas Malala wrote a play for Butere girls to perform at Kenya National Musical Festivals. But when he tried to visit Karioboni Girls High School, where the students were rehearsing, police arrested him on the spot. And get this, Malala had a court order permitting the play to be performed. So why the heavy-handed response? You see, when a government arrests a politician over a school play, silences journalists with tear gas, and defies a court order, what does that tell us about the state of the democracy? On the surface, this is about a high school drama festival. But look closer. Cleophas Malala, who is the former UDA Secretary General turned critic, writes a play. Suddenly, armed police storm rehearsals, arrest him despite him having a valid court order, and violently disperse journalists. This isn't about protecting public order, it's about controlling narratives. Ask yourself, why would a government feel threatened by teenagers performing a script? The answer lies in Kenya's long history of art and resistance. From Ngugi wa Thiong'o, art has been used to expose the truth, and the truth unsettles the power. Here's the irony. Malala had a court order permitting the play to be done. By defying it, the state isn't just targeting him, it's eroding judicial authority. When courts are ignored, the rule of law becomes rule by force. This sets a dangerous example from the government. What's next? Arrest for poems. Tweets. Are we going now to be arrested for what we post on social media? I thought the government says that we have a freedom of expression. Because journalists weren't just caught in a crossfire, they were deliberately attacked. The police was trying to disperse them. Mind you, it was 50 plus police officers who came to arrest Cleophas Malala. We have to move because there's a tear gas. Jesus! This incident isn't isolated. From anti-protest laws to targeted arrests, we are seeing a pattern of shrinking civic space. Watoto wamerudi shuleni jana, mtoto wa mwisho amekuja shuleni saa 12 jioni. Wengine wamesafiri leo asubuhi wakija hapa. Bado tuko na watoto hata hawajafika. Lakini wanatuambia kesho saa 1 ni lazima tuwe kwenye stage. Sisi tukasema ni sawa. Tuko tayari kuperform hiyo play saa yoyote. Wakisema tuperform leo usiku tutaperform. Lakini sasa shida ni kwamba wanasema hakuna rehearsal. Wamekataza watoto kurehearse kule ndani, wamewafungia kwenye nyumba. Hii ni demokrasia gani? Watoto wa shule wanashindwa hata kurehearse. Na hii mambo yote imetoka State House, haijatoka mahali popote. Ni instructions. Nimeuliza officials wananiambia wamepewa instructions from State House kwamba hakuna kitu, hiyo play inafaa iperformiwe kwa ile njia ambayo haitaeleweka. That's why they have refused any rehearsal. Na pengine nao pia remain kwamba hawa ni watoto wamepelekwa hivyo, ni nini kinyi kwa akili yao nini wapeleka, na pia safety yao. It is very unfortunate. It's very unfortunate. Sababu hawa watoto wamefanya mchezo wenyewe wa kuigiza. Kutoka sub county wakakuwa number 1, wakafuzu. Kutoka kwenda county, hata regionals walifuzu. Na wale watu ambao waliadjudicate hiyo play ni professionals wa drama. Hawajaona makosa yoyote hapa. So ni nani huyu amekaa State House anasema hiyo mchezo ni mbaya na hajaona hata mchezo wenyewe. Hata yeye mwenyewe hajaona. Na mnafikiria kutakuwa na fair kind of education? Sisi hatujali kama play itakuwa number 1, number 10, ya kwamba mchezo huo uperformiwe hapa Nakuru, na High Court yenyewe ikapeana order kwamba watoto hao watayarishwe kuenda kwenye stage na mimi ambaye niliandika play yenyewe. So nimekuja hapa leo kuhakikisha kwamba watoto wamekuwa ready kwenda stage, wameambiwa wataperform kwamba kesho asubuhi saa 1. You can imagine watoto wamesafiri usiku mzima kutoka nyumbani
wakifika Butere leo asubuhi saa 12 wakawekwa kwenye basi wakasafirishwa mpaka hapa Nakuru, na wamefungiwa kule ndani, hawezi toka hata kwenye chumba. Wamefungiwa kwa room kwamba watoto hawezi toka hata nje, ati wakae pale ndani, na wamekataa kwamba waperform kesho saa 1 asubuhi. Hawajajitayarisha, vitu zao haziko, wengine hawajafika, na tuko na court order. Mimi polisi wanakuja kunishika mimi, wanasema kwamba mimi nilifanya makosa kuandika mchezo huu. Tangu lini serikali ya William Ruto mnashika watu kwa kuandika play? Mchezo wa kuigiza. Mnanishika kwa sababu ya kuandika play. Umekuja na maaskari wengi hapa wamekataa nisitoke. Wanasema ni lazima wanishike, haifai nikwe nje leo, ninafaa nilale ndani ya police station. Nashikwa, hawaniambii jambo lolote. They are not telling me anything. Nawaambia wanipatie summons zote za DCI. Over 50 DCI wamekuja hapa kunishika. So nauliza, what is it? It's just a play. So mkinishika mimi sasa, si afadhali hata huo mchezo usionyeshwe basi? Sababu kwa nini unishike? Ukinishika utasaidia mambo gani? So mimi nasema kwamba tuko na uhuru wa expression. Tuko na uhuru wa kusema ile ambayo tunataka. Na sanaa ni kioo cha jamii. Haifai tuwe tuna intimidate ati usiandike hii, andika hii. So I want to ask President William Ruto, stop intimidating us. Wewe tuliachana na wewe, nimekubali. So wachana na mimi, nimekuja kufanya ile ambayo napenda. Hata kuandika mchezo wa kuigiza hutaki nifanye. Ukimalizana na hii utakuja kwa bibi yangu sasa. Tafadhali bana. I don't want to be intimidated. I will do what my mind tells me, and I will not be dictated by anyone. Pengine tu Senator, kwa dakika kidogo tu kauni za mjia tu